Shogangu mimi nimekuja walau hata unishauri. Manake mume wangu simuelewi hata kidogo. Kwa nini tena? Yaani mume wangu kabadilika kama mkali kama mbogo ninavyokuambia. Wanaume wa siku hizi uenda hapa mpata hata mwanamke huko nje. Maana hawaeleweki. Mimi sijui na sijui hata nifanyaje. Hebu cha kukushauri kitu shogangu. Wewe vumilia tu. Maana maisha sasa hivi huko mtaani yamekuwa magumu. Pambania ndoa yako shogangu. Wewe vumilivu. Wakupigwa mpaka na mabao. Ndio amefikia huko tena. Yaani mume wangu ni ananipiga bila hata sababu. Ila hamna shogangu, wewe vumilia tu dada. Muombe Mungu, labda uende ipo siku ataka badilika. Sawa, tuombe Mungu. Basi mtu achane tu na hayo. Sawa. Vipi maisha yanaendeleaje hapa kwako? Shogangu, maisha hapa yenyewe kama unavyoyaona. Taratibu tunamshukuru Mungu. Manake soko kupendeza huko. Napendeza shogangu, maisha magumu. Maisha magumu kwa kuna weli huko shogangu. Yaani mpaka nakutamani mwenzi. Wewe, shogangu, maisha usimbe hata usije kutamani. Sio hata mazuri. Baby. Halima. Mwanangu Tundu. Unajua mimi sasa hivi hata mazingira sasa hivi nimekuwa hata sielewi tu yani. Kwa nini mwanangu sasa? Yaani mimi ambacho nimekiwaza sasa hivi hapa. Kama vipi watu niuliza zangu hata kijijini kwa bibi mkubwa nikalimelime tu kule. Mwanangu mawazo yako yamefikia mbali kinoma. Kama sasa kuanza kulima mwanangu. Hivi wewe kule kuanza kulima mwanangu. Sasa mwanangu wewe unafikiri mimi nitafanya nini town? Mtu ambaye alikuwa ananiweka town sasa hivi ndo kama hivyo tena. Nikimuona mimi nazidi kuumia. Sasa nataka kufanya nini mwana? Wote sasa kwa mfano na huko wakaja ukapata afu katokea kama huko na kwenye una hamu unaenda wapi sasa? Tundu kule sio kama huku town. Kule wametulia. Huku tamaa kibao. Stamaa tu zile mtu jamaa sio kutoka studio sio nini ndo anahisi kama ana miela kivile. Bongo nyoso, bongo hatari, wanakataza bange, wanauza lizla. Oya vipi damu zangu? Oya kama kawaida. Hapo anasemaje? Naona mmetulia. Mwanangu Tundu vipi mwanangu? Yale maelekezo. Akuhusu ile nchi mwanangu mimi nitakuchola. Utalichola mwanangu, kila siku nalipangilia, dakika ya mwisho imekuwa kama zesheni mwanangu. Anaelewa mwanangu. Afu achana kuelewa mwanangu, nyie mmekaaje? Mimi juzi nimewatafuta. Kwa kuna show Serengeti huko, Mama Amina akapiga show, sijui kaja aelewi mwanangu, kaanguka chini pale jukwani watu kibao mwanangu. Mimi nafogoa peke yangu, natoka peke yangu, nimeshinda mshindo huu hapa mwanangu. Nimeshinda smart kitochi hapa. Afu master ndo kama vile huyu hapa mwanangu. Vipi mwanangu, mbona umepoa wewe? Shida nini? Acha hizo wewe, unataka kuleta habari za Leila. Kila siku Leila babu. Vipi wewe unazingua demu mwenyewe yule mwanangu, juzi nimekuta anamtoa ghetto kamsema pesa anashindwa kukwambia mwanangu, unajua nitakuumiza, unafeli wapi? Achana yule malaya, mwanamke gani yule mbele aendi nyuma arudi. Mwanamke kaa kiazi. Wewe una shida gani babu? Mwanamke hata kwa chumvi aliki mpaka ukamulia lima. Vipi kubaruza mwanangu Tundu? Wewe hapa vipi? Hamna. Najua nilipita tu mara moja, kuna kazi kule ofisini. Tulipewa sasa mimi ndo nikapewa nisimamie. Umepita njia, umepita ndo umefika kazini au umepita unaelekea wapi? Hamna, unajua tena kwenye kusambaza. Sawa, hayo makaratasi yako wapi? Nimepitiwa tu mara moja. Shogangu. Halima. Vipi hapa? Mbona sielewi? Yaani kinaendelea nini hapa? Hamna shogangu. Mbona kama vile siwaelewi? Hamna shogangu. Hivi unajua
Haya, wewe mwanaume. Toka lini na leo kaja kuwa ngapi kwa na mazoea kuingia kwa rafiki yangu? Mimi nimepita tu nani mara moja, si unajua pale kazini pale. Waliniteua ofisini kule. Ni kuna kazi inatakiwa tuzisambaze kwenye mitaa. Kuna karatasi fulani hivi sasa inatakiwa kuna kamradi fulani hivi kanatembea tembea, kwa hiyo kama ofisi wameniambia ndo nimekuja. Shoga. Halima. Haina shida. Subiri mvua inyeshe tuone panapovuja. Haya wewe twende nyumbani. Twende nyumbani. Twende nyumbani. Mwanangu umeua. Oya Tundu. Oya babu mimi nacheza. Mwanangu umeua. Nembo. Sasa ndo mambo gani haya unayonifanyia? Hivi unajua nina mambo mangapi yanayonitegemea? Mimi unaniweka hapa na kusubiria tangu asubuhi mpaka saa hizi. Maana yake nini? Hapana Abduli, kuna mambo tu yalijitokeza, naomba unisikilize. Mambo gani Leila? Hivi unajua mimi ni nani? Basi Abduli, naomba tu nisamee. Sawa, nielekeze unaishi. Na hivi unataka kuniambia ni sababu zipi zilizokufanya usije West End pale? Hapana Abduli, wewe nisamee tu. Okay, tuachane na hayo. Nataka nikuelekeze ambapo sasa hivi nilipo. Unaishi wapi? Na naomba napokuelekeza fika kwa wakati. Hii nakupa ni last chance. Nafasi ya mwisho. Umeona hili soko la Muungwana? Ukikunja kona unatokea barabarani. Nyumba kama ya 3, chumba namba 12. Sawa Abdul, nimekuelewa. Mimi nitafika. So utafika, inabidi ufike sasa hivi. Abdul, naenda. Nakupa nusu saa. Sasa ndugu yangu, nielezee ilikuwaje hiyo issue, kwa sababu issue ya kuchomana watu visu so issue ndogo. Ilikuwaje mpaka kafikia tu mtu anachomwa kisu? Yaani blaza, tulikuwa tumetulia zetu pale maskani. Tumetulia mimi na mtu, tulikuwa mtu mbili, mimi na mwanangu nani? Ongea kawaida. Mpaka uongee kiuni Sasa samahani blaza kwa hapo mwaje. Umeona tumetulia pale ndo akatokea mshikaji yule pale. Kafika pale na stori zake na nini, kwa ikatokea tu kama vurugu kidogo hivi.
Sasa ndugu yangu sana ganzi pale. Umeona? Alinyanyuka kumkwida, jamaa ndo akampiga kisu pale. Lakini mimi nadhani kwa hili lilotokea mtakumbuka maneno ambayo mimi huwa nawaambia. Huu ni kwenye maisha huwa sio mzuri. Mimi mwenyewe mwanzo nilikuwa navuta bangi lakini nikaacha. Lakini pia ndugu zangu niwaambia bangi sio nzuri, amuelewe. Na ndio kilichosababisha mpaka yote yametokea. Haya angekufa. Tusame tu basi kwa hiyo, tusame zamana. Bahati mbaya. Mimi naamini ukishindwa kujifunza kwenye hili hautakuja kujifunza tena. Ni kweli, ndio samahani sana. Sasa vijana vipi? Salama. Mgonjwa ni nani yenu? Sisi ni ndugu zake, daktari. Aha. Yeah. Sasa kitaalamu mgonjwa kapoteza damu nyingi sana. Hata hivyo nimejitahidi kumfanyia matibabu kama mnavyojua, isipokuwa hapa nimeshindwa. Yale ya muhimu sana nimeyashindwa kwa sababu mnajua sheria ya nchi yetu ina utaratibu wake. Tungekwenda hospitali, ningetakiwa mfuate utaratibu PF3 na vitu kadha wa kadha. Kwa sasa cha kuasisitiza, damu zimemwagika za kutosha. Kitu ninachotaka kuwasihi, kwanza msimfanyie vurugu. Anatakiwa apumzike kwa muda mrefu sana. Nadhani tunaelewana. Lakini pia kwa sasa nimemchoma sindano ya kupata usingizi kidogo. Kwa ataamka baada ya masaa mawili. Akiamka mtampa chakula ambacho ni cha laini. Sana ziwe ndizi, lakini kisiwe cha moto, kiwe cha uvuguvugu kidogo. Sawa? Samahani daktari, nina swali kidogo. Vipi kuhusu afya yake? Kuanzia lini inaweza kuwa sawa labda? Siwezi nikazungumza moja kwa moja kwamba atakuwaje, atarecover labda kesho kutwa. Tashindwa kusema hivi kwa sababu afya yake bado haijaimarika vizuri. Na ndio maana nasisitiza kitu cha msingi sana. Msimfanyie vurugu kabisa. Yaani mumpe muda wa kupumzika wa kutosha. Lakini chochote ambacho kitatokea ambacho kitakuwa cha kutatiza basi mtanitafuta. Sawa? Sawa daktari, sisi tumekuelewa. Nadhani tutajitahidi kufanya kadri ulivyosema. Basi mimi ngoja nichukue vitu vyangu niwaje. Sawa, tuko pamoja. Asanteni sana. Esnyaluye san. La 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 la. Hivi ni kweli milango ya moyo wako shafunga? Penzi lisha kwa mzoga limevunda kuvunda. Nyumbani iliyotoka. Wapi tena? Mimi nimekuja kukuaga. Unaenda wapi? Naenda kwa mpenzi wangu Abduli. Kwa Abduli? Ndio. Unaenda kufanyaje saa hizi? Najua lote hili. Mpenzi wangu kaniita. Wewe unaenda kumuona. Anakaa wapi kwanza siku hizi? Abduli mimi alielekeza naishi Barabara Muungwana, nyumba namba 12. Na akanielekeza kuwa chumba cha kwanza cha pili mkono wa kulia ndio chumba chake. Sasa mdogo wangu, naomba nikuombe kitu. Naomba kaa hapo niangalie, maana naona saa 9 sasa nataka nipeke ile mchezo. Dakika 5 tu mdogo wangu, naomba niangalizie na kuja sasa hivi. Jamani dada, mimi nachelewa. Mdogo wangu Leila, nisikilize basi. Dakika 5 tu napeka ile mchezo ndio nakuja unaondoka. Dada nao umeanza. Mimi nimekuaga nakwambia naomba niende kwa mpenzi wangu Abdul tena unaanza kunisimamisha sijui mimi nachelewa. Nisikize basi mdogo wangu. Unajua nikichelewesha sasa naenda kupigwa faini mdogo wangu na mimi sasa sina hela. Basi mimi nimekuelewa lakini sasa usichelewe. Sawa mdogo wangu. Sasa hivi narudi mwanzo kajiandaa hapa. Haya. Si huyu ananichukuliaje? Kwani ambacho anachoshindwa kufika hapa ni kitu gani? Kwa sababu ishakuwa ni mazoea sasa.
Nakuja. Karibu. Halima, mbona sikuelewi vipi? Unielewi nini? Imekuwaje sasa kufika hapa? Na umepajuaje? Kama unavyoniona ndio nishafika. Kwani unataka nini katika maisha yangu wewe? Ninachokitaka ni kitu hichi kimoja tu. Ulichokifanya nyuma sio kwamba eti nimesahau. Naomba unisikilize. Naomba uondoke usije ukavutwa na mpenzi wangu. Hapa baba siondoki. Ndio kwanza nimeshafika. Kwa hiyo kaa kwa kutulia. Nimebaki ni kitu hichi kimoja. Kukaa chini na kunisikiliza. Na kusikiliza nini? Nini ambacho nitakacho kusikiliza Halima? Mimi na wewe upendo wetu ushakwisha muda. Baba we. Yaani kwa mimi kwetu kwamba mapenzi yetu mimi na wewe aliishia nyuma. Silo sahau. Tena ukae kwa kutulia. Nataka uniambie kilichokufanya wewe mpaka ukaniwekea dawa bila mimi kujua ujauzito wangu ukaharibika. Ni kitu gani? Umeacha umeniharibia afu ukasafiri na kusafiri kaondoka. Afu leo narudi naambia eti mapenzi yangu mimi yaliishia wapi? Asa inawezekana vipi yani? Yaani inawezekana vipi? Mbona unashindwa kunielewesha? Inawezekana vipi yani? Mimi nifanyaje sasa? Mimi hilo halinihusu. Tena hata sitaki kujua. Tena na ukae kwa kutulia. Nachotaka kukuambia kilichonileta hapa ni kitu hichi kimoja. Kati ya haya naomba uchague. Kudeti na mimi siku ya leo au nikamwambie Leila. Sasa kumwambie vipi Leila? Mimba uliotoa kipindi cha nyuma nahitaji irudi. Wazani ifurahi. Ina maana unataka kuniambia sasa mpaka nachoka. Yaani hapo hamna hata kuchoka. Sikia nikwambie. Chagua hii katika haya. Kulala na mimi leo au nikamwambie Leila. Siwezi kufanya hicho kitendo. Halafu kama unavyojidanganya kwamba eti ukamwambie Leila, sahau. Sasa basi ndipo utakapochagua. Kulala na mimi au nikamwambie Leila. Kila kitu. Na uone kama wewe na Leila mtaendelea.